Mama, shikamoo. Marahaba baba, kwema? Afadhali tumekutana hapa njiani mama, maana nilikuwa nakuja nyumbani. Vipi? Salama? Kuna shida? Shida ipo, ila sio ya maana sana, lakini ni shida. Acha tu nikwambie tu hivyo hivyo. Niambie baba. Mama, mtoto wako, mke wangu, ameenda kunishtakia kwa kaka yake na kusema kwamba heti mimi simridhishi. Sasa nimekuwa ni mtu wa kusemwa semwa tu mtaani. Hebu baba, ameenda kusemaje? Amesema simridhishi mama. Jojo. Ina maana miaka yote hiyo mloishi amekuja kuliona hili hivi sasa hivi? Kiukweli mama, inaniuma sana. Lakini pia inanipa wakati mgumu sana. Hivi Jojo hajui kwamba ni matusi? Baba, kwanza pole sana. Pili, naomba unisamehe sana. Tatu, naomba kamwambie namuita. Ila usimwambie chochote. Wewe ukifika tu mwambie kwamba nimekutana na mama, anakuita. Sawa, mimi nitamwambia mama. Pole sana baba. Asante mama. Baba, haya. Mimi nimekuja hapa haraka haraka baada ya kunipigia simu, na lengo ni kukusikiliza ili niendelee na majukumu yangu. Ni kweli kaka, nimekuita. Mimi shida yangu hapa ni moja tu. Mimi mume wangu tangia nioe hajawahi kuniridhisha. Je, kufanyaje? Hajawahi kuniridhisha. Wewe je kuridhishwa na mumeo? Kwa utu uzima wangu nilionao, niamini kuwa majibu nilionayo yanaweza kuendana na kauli yako kabisa. Yaani unachokiamini au unachokihisi ndio iko ninachokimaanisha. Kwa nini sasa? Haya mambo yameanza lini? Toka kuoe ama ghafla tu juzi juzi hivi? Tangu amenioa. Hajawahi kufanikiwa kukuridhisha hata siku moja. Kwa uliishi kwa kuvumilia tu. Yeye mwenyewe anajua? Anajua. Na nishamwambia si chini ya mara moja. Sawa, hamna shida. Mimi nitajitahidi kuonana naye. Nitamtafuta nionane naye nizungumze naye. Lakini na majumba anaficha siri nyingi sana. Na ameenda wapi? Yeye ametoka, ameenda kwenye mihangaiko yake. Sawa, ni kupongeza, umefanya kitu kizuri sana kunishirikisha mimi kwenye hili jambo. Unajua, angekuwa binti mwingine huenda angezitoa hizo taarifa nje, lakini umetumia busara kubwa kuniita kakayo na kuniambia mambo ya namna hii. Sio mbaya, mimi nitajitahidi kuzungumza naye. Ndio hivyo kakaangu, navumilia tu, nitafanya. Hili jambo naomba tushirikiane kulizungumza vizuri sana, kwa sababu muda si mwingi nimetoka nyumbani kwako kuonana na mke wako ambaye mimi ni mdogo wangu. Shemeji, usinifiche kitu chochote dhidi ya maswali yangu nitakayokuuliza. Nijibu kinaga ubaga, kwa sababu mimi na wewe ukiacha ushemeji ni marafiki, na nafahamu vizuri kuwa
Bila ya mimi huenda usingempata yule bibie. Uliniambia, kaka, nampenda mdogo wako, nataka kumstiri, na nikafanya ninayoyajua mpaka umemwoa. Mdogo wangu ameniambia toka umuoe hujawahi hata kumridhisha. Sasa nijibu hapa, kwa nini hujawahi kumridhisha mdogo wangu? Unajua maneno yako ambayo unayoongea yananifanya niwe katika wakati mgumu kidogo, kwa sababu hicho ambacho amekueleza mke wangu sidhani kama kina ukweli ndani yake, au labda mimi pengine sijaelewa, sijang'amua kwamba simridhishi katika namna gani. Kwa sababu Bwashmegi, mimi mechi zangu huwa ni tafu, lakini tukiachilia mbali swala la mechi, hata mguu wangu mimi ni mkubwa. Kiatu ninachovaa mimi mguuni kwangu ni namba 46, na kama ni ndala basi namba 12. Sasa anaposema kwamba simridhishi, sidhani kama kutakuwa kuna ukweli ndani ya maneno hayo. Unajua, sidhani kama kuna haja ya kujiuliza sana maswali ambayo kwa umri wetu sisi majibu yake yako wazi. Mimi baada ya kunipa taarifa nilijiongeza, nikajua ni sehemu gani humridhishi. Japo kwako nahitaji majibu mengine, huenda yanafanana na yeye, ama kama mengine basi yasiwe mepesi, kwa sababu mimi sikuyataka yale ya msema peke. Ndio maana nahitaji kubalance story. Sasa ukijifanya hujui umridhishi wapi, shekhe, unanipa mtihani. Kwa nini usifunguke? Kama anahitaji kuridhishwa, umridhishe na tujadiliane jinsi gani unaweza kufanya ili umridhishe, kwa sababu yule ni dada yangu mimi, hauna haja kunificha, na anakula vyakula vya wanga vinamfanya yeye atamani kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Isitoshe yule ni binti mdogo. Lakini kwenye mahitaji mengine ya vyakula, mavazi, vitu kama hivyo. Kuhusiana na nguo, huwa nina kawaida ya kumnunulia mke wangu nguo kila wiki. Lakini katika swala la vyakula, Bwashmegi, ndani kwetu tuna stoko sisi ya chakula. Na ndio maana hayo maneno yananipa ukakasi katika fikra. Nashindwa kung'amua yani kivipi simridhishi mke wangu. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Naondoka na jambo moja hapa, kwamba una mguu mzuri, unaovaa kiatu namba 46 kwa kiatu cha kutumbukiza. Hii inatosha mimi kuondoka nikiwa nalifanyia kazi, kwa kuamini kwamba mdogo wangu anaye mume mwenye mguu mzuri, kwa maana ya mkubwa, yani mwenye mguu mkubwa, anaweza kuvaa kiatu namba 46 cha kutumbukiza, na kama ni ndala basi namba 12, 10 tunacheza hapo. Sasa kama tu haridhishwi, kuna namna. Asante. Kwa hiyo nishajiongeza, najua, nishadairuti, najua. Mbona umekwenda kunishtaki kwa kaka yako na umemwambia kwamba heti mimi sikuridhishi? Hili limekaaje mke wangu? Kwani uongo? Ndiye kuniridhisha. Unajua mimi nilidhani labda ni utani. Kumbe uko serious mke wangu? Ndiyo uniridhisha, nyumbani nimemwambia kaka. Kivipi mke wangu sikuridhishi? Kwa sababu kama mechi zangu mimi huwa tunaendaga mpaka dakika 120. Wakati mwingine nusu ya usiku na mwagika jasho. Sasa unaposema sikuridhishi, huwa unanishangaza. Hivi unajua mama wangu sijizime data. Usijifanye kama ufahamu kinachoendelea. Wewe mimi unajua kauniridhishi? Mke wangu, unataka nifanyeje sasa? Hilo swala kuniuliza mimi? Wewe si ndo mwanaume? Hivi jitihada zote hizi ninazozifanya mke wangu, bado sikuridhishi? Unajua mke wangu, unaanza sasa kunifanya nihisi kwamba labda wewe utakuwa na mwanaume mwingine. Tena ishia hapo hapo. Mwanaume gani wa nje ambao mimi mwenikuta naye? Kutokana na maneno yako ya kwamba mimi sikuridhishi. Rafiki yako hayupo.
ametoka, kuna mahali ameenda. Ila nilichokuitia hapa shemeji, rafiki yako siku hizi amebadilika sana. Anadai kuwa Heti simridhishi. Inaniuma sana. Lakini kilichoniuma zaidi, swala hili amemfikishia hadi kaka yake. Mke wangu kipenzi la Azizi Hani, naona umepumzika, umenitoroka chumbani na mimi nakutoroka naenda kwenye majukumu yangu. Njoo kwanza basi. Nini tena? Mungu. Jana nilipotoka kuongea na mdogo wako, uniambia kwamba kuna kitu alikwambia na nataka utaniambia. Sasa ukapitwa na usingizi na mimi nikaona sio vema nikuache ulale, ukiamka utaniambia. Ni kitu gani hicho? Mdogo wangu kweli aliniambia jambo ambalo niliona ni mambo ya aibu. Lakini kwa sababu umehitaji kujua, sio mbaya, mimi nakwambia tu. Mdogo wangu aliniambia kwamba yeye toka ameolewa hajawahi kuridhishwa na mume wake. Alizishwe? Ndio. Lakini kutaka kwako kujua na mimi kunanifanya nijipe nafasi ya kukuuliza wewe swali. Hivi mke wangu, nyinyi wanawake mnapoishi na sisi katika maisha ya mahusiano, ni vitu gani ambavyo tukivifanya nyinyi huwa mnaridhishwa na kuamini kwamba mume wangu ama mpenzi wangu kanifanyia jambo la maana sana? Mume wangu. Ndio. Sisi wanawake tunaridhishwa na mambo mengi sana. Mimi mume wangu ukiachana na mambo ya faraha, ile tunavyoishi ndani, utani wako, mapenzi yako unavyonihandle, na ninajikuta kwamba ni mwanamke kati ya wanawake walioolewa na ndoa sahihi. Kwa huwa nafurahishwa sana na mambo hayo mume wangu. Vizuri. Kwenye hili nimejifunza kitu. Asilimia kubwa sisi wanaume wengi tunaamini kumridhisha mwanamke ni pale wapo faragha, kutumia muda wako mwingi kwenye kumshughulikia kwenye tendo. Na baada ya kumshughulikia uhakikishe jasho linakutoka, lakini pia pembeni kuwe na maji lita 1.5 baada ya tendo yanywe. Na ikitokea mwanamke anakunywa, basi wote mshirikiane. Ndio akili zetu wanaume wengi tunaamini hivyo. Kumbe ukiacha hilo jambo, pia tunahitaji kuwa na mapenzi ya nje na tendo. Yaani tu tunawafurahisha zile jokes za hapa na pale na nini. Mungu bara. Hayo tu batani yako ndio maana ukiondokaga tu ukifika tu hapo unaona kisimu changu bibi nimekumisi. Jamani, usinifanye hivyo mtoto mwanamke mwenzio. Na mimi nimeumbwa ujue. Umeona sasa? Sasa unaponifanyia hivyo nitashindwa kuondoka. Au nibaki? Mimi ukibaki furaha kwangu. Alafu wewe unajua ulifogezea sisi ni mume wangu sisi kitu gani na makishingo yani ipo kama ina spring, si spring za pikipiki gazi. Unafaa kuwa mwigizaji. Nitakupeleka kwa ndugu yangu anaitwa Mfalme Jinga, ana kundi la sanaa, ukaigize. Wewe ni mwigizaji mzuri sana. Eti? Yeah. Sawa mwanangu. Basi ukinitaniaga tena, basi nikangu na kidefu kizuri. Basi mama. Unajiona kama dunia ni yako yote. Kumbe tunamiliki nyumba tu. Sema penzi wala na mambo mengi. Mwanangu. Ile kinenda mke wangu. Kuleta zawadi gani? Mama huko kimoyo chote nakwambia. Basi kama ni hivyo raha, mimi niseme tu asante, umenifundisha na nimeelewa. Hizo jokes utazipata sana. Mimi mwanzo nilikuwa wakati nilikuwa nakufanyia, nilikuwa naamini kwamba hupendi. Lakini kumbe sasa hivi ndio umekuja kuniambia kwamba unapenda na una raha, yaani mpaka unanimisi. Zitazidi. Mimi nakwambia zitazidi. Unataka niape? Haki ya Mungu zinazidi. Jamani. Basi sawa, hamna shida. Mimi nafikiri ni kitu chema. Nimejifunza kitu kutoka kwako, lakini pia nitajitahidi kumwambia mdogo wangu ajidhibiti na hiyo kauli yake, kwa sababu sio kauli njema kwa mume wake. Ikiwezekana kinielewa sawa, siponielewa basi tutakuja kujua shida ni nini. Nakupenda sana. Nakuhitaji. Jamani kweli.
Mama, shikamoo. Marahaba baba, kwema? Afadhali tumekutana hapa njiani mama, maana nilikuwa nakuja nyumbani. Vipi? Salama? Kuna shida? Shida ipo, ila sio ya maana sana, lakini ni shida. Acha tu nikwambie tu hivyo hivyo. Mama, mtoto wako, mke wangu, ameenda kunishtakia kwa kaka yake na kusema kwamba eti mimi simridhishi. Sasa nimekuwa ni mtu wa kusemwa semwa tu mtaani. Hebu baba, ameenda kusemaje? Amesema simridhishi mama. Jojo, ina maana miaka yote hiyo mloishi amekuja kuliona hili hivi sasa hivi? Kiukweli mama, inaniuma sana, lakini pia inanipa wakati mgumu sana. Hivi Jojo hajui kwamba ni matusi? Baba, kwanza pole sana. Pili, naomba unisamehe sana. Tatu, naomba kamwambie namuita, ila usimwambie chochote. Wewe ukifika tu mwambie kwamba nimekutana na mama anakuita. Sawa, mimi nitamwambia mama. Pole sana baba. Asante mama. Jojo. Abe mama. Unajua mwanangu, katika vitu ambavyo umenidhalilisha mama na ukanivua nguo ni hilo la kusema kwamba mume wako kuridhishi. Kwa sababu yule mwanamume mimi nisingemjua. Si wewe ndio ulimleta hapa? Leo utakavyoniambia akuridhishi kivipi? Mama, ni kweli mimi yule mwanaume haniridhishi. Na huo ndio ukweli wangu. Au unataka nikudanganye? Nikwambie kwamba ananiridhisha kati aniridhishi? Sasa hakuridhishi kivipi? Jojo, mbinu ziko nyingi za kufanya mwanamume hakuridhishe. Wewe ulivyoambiwa na bibi yako kwamba kuna kifo cha mende ndio umekingangania hiko hiko, au sio? Mama, kuna kujiongeza. Kitanda chako kinakuwa uwanja wa sarakasi. Unabiduka na utumia unavyotaka. Ukiona patoshi kitandani, shusha hata godoro lako chini. Ukiona godoro halitoshi, chukua hata mkeka. Basi ukiona hata mkeka unakubana, toa. Tumia tu hata simenti. Si ndani kwako mwanangu. Unaonesha ujuzi wako mwanangu. Unaogopa kitu gani? Lakini wewe ukishikilia hiyo staili moja, lazima utaona ulizishwi. Si umenielewa? Ndio. Haya, inuka tena. Muone kwanza, ana hata aibu. Anilizishi. Akulizishe nini? Pumbavu. Hivi wanavyoona sisi tunavokaa kwa mababa zao, tumekaa miaka kibao. Wanafikiri ile mama kuna kazi kwa tunazifanya za ziada. Dada, rafiki yako Jojo nimeona anataka kuvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Sijui kama hizi taarifa unazo. Taarifa ninazo. Maana nilikutana na mume wake, alikuwa ameniita. Na hata yeye mwenyewe pia Jojo nilishakutana naye. Tukajadili ya masuala, lakini kwa taarifa ninazo. Na unadhani ni kitu gani ambacho kinamfanya Jojo afikia hatua ile aliyofikia? Wewe ulivyozungumza naye umeng'amua nini kutoka kwake? Kiukweli hajaniambia sababu, ila sema yeye alicheka tu msimamo wake kwamba hahitaji suluhu wala hahitaji upatanishi. Unajua kwenye hili jambo mimi inanipa wakati mgumu kidogo. Sijui kwa nini mdogo wangu ameamua kuwa vile. Ila wewe kwa sababu wewe ni rafiki yake,
anayekupenda na kuheshimu, nilikuwa najua kuna kitu kingine unakijua. Kama ndivyo hivyo, niambie, nataka nipate faida kutoka kwako. Kwani nyinyi wanawake mara nyingi mnapojihusisha kwenye mahusiano, mna mahitaji gani? Mnapenda nini mfanyiwe na wale watu ambao mnaojihusisha nao, ili kusiwe na maswali kama hayo, aniridhishi, sio afanye nini? Kwa sababu na mimi kama kuna alarm zinagonga kichwani mwangu, nakuwa sielewi yani kipi kifanyike. Tuna mambo mengi ambayo tunayahitaji, lakini kubwa sasa kuliko vikose vyote, ila hilo lisikose, kuhengwa, kubembelezwa. Hicho kitu ndo wanawake asilimia kubwa tunaki. Sasa inawezekana hivyo anavikosa. Kama huko ni kuhengwa, kubembelezwa, kupewa huduma za nje ama ndani, wewe unaamini kipi hasa ambacho anakikosa? Siamini kama Jojo anakosa huduma za ndani. Labda yule jamaa anampelekea sana bamia. Na ukizingatia labda Jojo anapenda chakula aina ya matango. Kwa hiyo unataka kuniambia bamia sio kibamia, kuna namna fulani ambayo inakosekana hapa na inawezekana kawa hivyo? Naam. Tuhitimishe kwamba tujaribu kumjenga Jojo, na ikiwezekana tujipe nafasi ya kumfuata mara kwa mara ili tuweze kujua huenda tukainusuru ndoa yake. Haya bwana, wewe Jojo anataka kuwa kama ile kabila fulani mpaka mikimbizo. Una maneno wewe. Basi poa pamoja. Haya poa. Lile kabila linakimbiza. Unajua sisi wanawake wengi huwa tunapenda kubembelezwa hata katika swala la mahusiano. Lakini wanaume wa sasa hivi wengi wenu huwa mnapenda tu kukurupukia tendo, hasa mkiwa faragha. Na hapa ndio inapokuja maana nzima ya utofauti kati ya mwanaume aliyepata sunna hospitali na mwanaume aliyepata sunna jandoni. Hapo Bidege kidogo unanishangaza. Kwani kuna utofauti gani kati ya mtu aliyekwenda sokoni kwa kutumia gari na aliyekwenda sokoni kwa kutumia baisikeli? Si wote wamefika? Naelewa unachokimaanisha. Lakini kuna utofauti tena mkubwa sana. Mwanaume aliyefanyiwa sunna hospitali huwa ya kwake yanaishia pale pale. Kwa maana hakuna atakayemfunza kuhusu swala zima la kumheshimu mtu, kuhusu swala zima jinsi yeye katika maisha yake jinsi ya kuishi. Lakini mwanaume aliyepewa sunna jandoni, wazee huwa wanawafunda, wanawapa muda wa kuwafunza mambo chungu mzima, kuwaheshimu wadogo na jamii yao kwa ujumla watakaoheshimu, hususan katika kuwaheshimu wakubwa na wanawake. Sawa, mimi nimekuelewa Bidege. Lakini tu nikwambie kitu kimoja. Miongoni mwa hao wanaume ambao wamepata suna hizo za jandoni, kwa maana ya porini, na mimi ni mmoja wao. Na yote hayo ulionieleza nayafanya kwa mke wangu, lakini bado tu mke wangu yeye haridhiki. Sawa, unayosema mimi nimekuelewa. Sasa rudi kwa mke wako. Wewe uwe chini, yeye awe juu. Na hii inatokea asilimia kubwa wa wavulana wa sasa hivi au wanaume wa sasa hivi kuharibu utaratibu wa wazee wetu. Kibanda cha kahawa kilikuwa kinaweka redio 277, lakini sasa kila kibanda cha kahawa ukienda kina TV na kingamuzi juu. Amuoni kama mnaharibu mambo ya wahenga? Kwa hiyo mimi kwa kupitia hili, fanya hivyo. Rudi kwa mke wako, wewe uwe chini, yeye awe. Mimi nafikiri ushauri wangu utakuwa ni bwana Mshenga. Dhumuni la mimi kukutana na wewe mahali hapa, nina jambo nataka nikueleze. Kuna mambo nimeyavumilia sana mpaka sasa hivi yanakaribia kunishinda. Kwa hiyo ukisikia nimemtaliki mke wangu, usishangae. Kumtaliki mke wako kivipi yani?
Kwa shida gani kubwa mpaka kufikia hatua kama hiyo ya kumfanyia mwanamke wako kitu kama hicho? Kiukweli mke wangu ananipa wakati mgumu sana kila inayoitwa leo. Na kikubwa anadai kwamba heti mimi simridhishi. Kwa familia ya mwanamke yule mimi ninavyokaelewa nyumbani kwao, unajua yule binti amelelewa kwenye maadili sana. Sema nipate uzuri. Hasa sitaki kuamini kama yeye leo anaweza kuinua kinywa chake na kunena maneno yenye ukakasi kama hayo. Sema nipata vizuri. Kwa maana hapo kutakuwa kuna nana kitu chochote kibaya ambacho umemfanyia yule binti. Hawezi kuzungumza maneno kama hayo. Unridhishi? Si bure bana. Kitu gani mmemfanya mtoto wa watu? Kiukweli mimi sijamfanya chochote, na nikizingatia mambo mengi sana ambayo yanahitajika kama majukumu katika ndoa huwa namtimizia. Tuseme yote namtimizia mke wangu. Lakini hata sijui ni kitu gani ambacho kimempata. Mama. Mbeka mwanangu. Mimi nimekuja hapa mama kukuambia kitu kimoja. Na mimi nilijua, yani mguu wako kufika hapa asubuhi hii lazima uwe na jambo. Haya, jambo gani? Mama, chochote utakachokisikia kuhusiana na mkwe wako, utakachokifanya usije ukanisema. Mama, mke wangu sasa hivi amebadilika sana. Yaani unajua ukisema amebadilika mimi sikuelewi. Kabadilika kwa mwekundu kutoka njano kwenda nyeusi, kutoka nyeusi kwenda njano. Mke wangu anadai kwamba heti mimi simridhishi. Nimridhishi kivipi mwanangu? Nimekuzaa vizuri. Nimekukanda maji. Hujadondokewa hata na kitovu. Haya umridhishi vipi? Umridhishi nje ndani. Hata mimi sielewi ni kwa nini anasema simridhishi. Mambo yote yanayohitajia mimi namtimizia. Mwanangu, hii ni changamoto. Unajua sisi wanawake tuko tofauti sana. Unaweza ukaoa mke wako ni mstaarabu tu, lakini marafiki na mashoga wanaharibu sana ndoa za watu. Sasa inawezekana mkeo ukakutana na mashoga. Mashoga wengi wanaharibu ndoa za watu. Hayo anayezungumza yeye inawezekana hata moja la kweli hakuna, lakini sababu anazipata kwa marafiki na mashoga. Mimi nikushauri, kaa na mkeo zungumza naye. Na ndio maana hata siku nilipooa ule mwanamke nilikwambia, "Mbona mwanangu huyu mwanamke mdogo?" Kanamba mama si mdogo. Lakini leo anayeongea hayo maneno mbona mazito hayo? Kiukweli mama, mke wangu ananipa wakati mgumu sana. Imefikia hatua mpaka ameenda kunisemea kwa kaka yake eti kwamba mimi simridhishi. Mambo ya ndani ya siri namna anaweza kumwambia kakake? Huoni kama kidogo bado utoto umo ndani ya akili yake? Narudia tena, kana mkeo kitako zungumza naye. Muelekeze, maana watu wengine wanapewa kicheni pati inatokea sikio hili na ingia siku hili. Kana mkeo zungumza naye. Lakini katika masuala ya ndoa watu wawili ndio mnatakiwa mtengeneze ndoa yenu wenyewe. Mkae kitako mzungumze. Lakini vipi hapa kuna changamoto gani? Baba, changamoto tumbo langu. Unga uloleta umekwisha, ndani sina mchele, sina chochote. Nilivyoona mguu wako nikasema alhamdulillah. Leo mimi riziki nitaipata. Japokuwa wewe mbaliga zako ukileta hapa unaleta na shida zako, umekuja na shida zako, lakini sio uje kusema naenda kumuona mamangu nimpelekee labda hiki nimpelekee hiki mpaka nilie. Sasa sitaki na wewe ubadilike. Sawa mama, mimi nitakuletea unga baadaye kidogo. Uweke na vimchele kidogo na visukari kidogo na vialage kidogo ndio mwake. Hao bobo na maharage si ndio sehemu yake mwanangu? Sawa mama, nitafanya hivyo. Hivi mume wangu, kwani kila ninaloongea hutaki kuliheshimu? Sijakuelewa mke wangu, unamaanishaje? Jana usiku mimi nilikwambia nini? Si ngombe talaka yangu. Lakini mke wangu, haya mambo mbona kama unayakuza?
Si tulishaongea. Wewe ndio unaona kama mimi nayakuza. Sababu nilishakwambia nataka talaka yangu. Au unaona mimi sababu mdogo? Unaona unaniweza? Hapana mke wangu, simaanishi hivyo. Lakini mke wangu, kwani mimi nimekosea wapi? Hujui? Au unajitoa ufahamu? Nilishakwambia nataka talaka yangu. Ni kweli amenidai talaka. Lakini bwana shemeji, naomba nenda kazungumze naye mdogo wako. Labda wewe atakuelewa. Kwa sababu nimejitahidi kufanya mambo mengi sana. Inafikia wakati nafanya mambo mengine ambayo hayafai kufanywa, lakini mimi nimeyafanya alimradi tu kumridhisha mke wangu. Lakini bado haelewi, haridhiki. Nifanyeje mimi? Kiukweli bwana shemeji, hii kamba nimejaribu kuivuta sana, lakini inakatika. Pamebaki hapa dogo sana ambapo wewe ndio unaweza kupaunganisha. Tofauti na hapo, hii kamba inakatika. Nikuombe usifikie huko. Hii hatua ambayo wewe unaizungumzia ni mbaya, alafu ni kubwa na ni ya mwisho kabisa katika maamuzi. Ombi langu tumpe nafasi. Mimi ninachokiamini yule binti bado mdogo sana. Na kati ya hayo mengi unayoyafanya wewe, wapo faragha ambayo umeniambia mimi sasa hivi kwamba umeyafanya uliyoyafanya, na wakati mwingine unayafanya hata yale ambayo wengine inawezekana hata hawayapendi kuyafanya, ila wewe umefanikiwa kuyafanya kupitia mdogo wangu. Yule bado mdogo. Tujipe muda wa kumtafakari, tuweze kujua ni kitu gani ambacho anacho. Huenda kuna kitu ambacho mimi hajawahi kuniambia wala wewe. Sasa hichi kitu ndo cha kukitafuta. Tujaribu kuirubuni akili yake. Anaweza kaongea. Kwa hiyo ombi langu, tusifike katika hatua hiyo. Hiyo hatua ya kwamba kamba imekatika, imebaki uzi mdogo, maana yake nimebaki mimi kuunganisha. Ni kweli naingia kwenye hiyo dhima, kwa sababu mimi ni kiunganishi wa wewe na yeye, lakini mapema mno. Huwa najishusha sana kwa mke wangu. Namuuliza mara nyingi, mke wangu, basi niambie kama kuna kosa lolote labda mimi nimelifanya. Mke wangu, naambie mimi nikuombe msamaha ili yaishe. Ni kweli nimemwomba talaka. Na kingine kaka, kama unataka niendelee kumheshimu, naomba umshawishi anipe talaka yangu. La sivyo nitamvunjia heshima. Kwani Jojo, kuna kitu kingine unachonificha ukiacha hilo jambo ambalo ushaniambia toka awali kwamba yeye akuridhisha? Hakuna kingine zaidi ya hiko. Sasa mbona imekuwa ghafla hivi? Yaani mimi naona jambo limeanza kwenye udogo, sasa limekuwa kubwa. Kweli? Kwa jambo lile tu? Ndiyo, ni hilo, hakuna lingine. Simuhitaji, nakumbuka. Bila wewe mimi asingenipata. Sasa ningekuwa nishafanya mambo yangu mengine. Kwa hiyo kumbe mimi naingia kwenye matatizo yenu kwa sababu mimi ndio sababu ya wewe kuolewa na yeye. Wewe ndio ulonishawishi mimi nimkubali yeye. Ndio maana unanitia kwenye majaribu. Sio kama nakutia kwenye majaribu kaka. Ila nakuomba, sababu yule ni rafiki yako, mwambie anipe talaka yangu, mimi simuhitaji. Jojo, inawezekana mimi nikawa natamani sana kuishi kwa hisia zako, lakini naona kama unavuka mipaka. Mdogo wangu, jitulize. Ishi. Maisha haya hayana formula. Huyu unayemuona hafai sasa akuridhishi, kaa naye vizuri. Yaani kwa nini usingejaribu tu kutengeneza hisia zako mwenyewe za kimwili ili tufanye kwamba ukikutana naye faragha akuridhisha, yaani uone kwamba sawa ndo ananiridhisha. Kwa nini usingepoteza muda wako kufanya hivyo kitu? Siwezi, nimeshajitahidi sana kufanya hivyo lakini siwezi. Yaani niumize nafsi yangu. Naomba umwambie anipe talaka yangu. Mimi simuhitaji tena, sina haja naye kiufupi. Majibu niliyopata kwa mdogo wangu ambaye wewe ni mke wako
niseme tu sio mazuri, hayaridhishi. Ni 50 kwa 50. Na amenithibitishia kwamba kweli yeye anakudai talaka. Lakini nilimuuliza, unadai talaka kwa lile jambo ama kuna lingine? Akanambia wala hakuna lingine, lile. Kiukweli alinipa wakati mgumu sana, kuonyesha bado ana msimamo wa yeye kutaka kupewa talaka. Mimi nikuombe bado nirejee katika maneno ambayo tulizungumza kabla ya mimi kwenda kuzungumza naye, kwamba tuamini kuwa yeye ni mtoto, tuwe na subira. Maisha yana mambo mengi sana. Hawa wenzetu akili zao huwa zinabadilika. Inawezekana tukijipa nafasi ya kumfikiria sana, kwa kuamini kwamba hayo anayoyataka yeye yapo katika namna, kwamba labda anafanya kwa namna fulani, labda anafanya kwa kisa fulani, labda anafanya hayo kwa sababu fulani, kiukweli tutamuonea. Kwa kweli Bwashemeji, kama ulivyosema hana cha kuongea, ni kweli hana. Na ndio maana ameshindwa kueleza ni sababu ipi ya msingi ambayo inamfanya mpaka yeye adai talaka. Unajua bwana, kwa sababu hiyo ndio inanifanya sasa hata kule kuhisi kwangu kwamba labda atakuwa amepata kijana mwingine wa marika yake ambaye anamrubuni ili adai talaka. Hapana, tusiwekeze akili zetu pande huo. Kwa sababu mara nyingi sana nimekuwa nikimuuliza, mke wangu, kuna tatizo gani au labda nimekukosea nini? Niambie tu, mimi nitakuomba radhi mke wangu, haya yaishe. Lakini yeye huniridhishi, nipe talaka. Unajua bwana, Waswahili wanasema kwamba hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Sababu ni hiyo ya kutokuniridhisha, hamna nyingine. Usione majumba watu wanakaa, wanakula, wanacheka, ukafikiri labda kila mmoja anafaa na ndoa yake. Binafsi mimi mwanaume mimi haniridhishi. Mdogo wangu, ujue napata tabu. So kama nacheka nafurahia hichi kitu, hapana. Ila napata tabu kwa maono unavyoniambia kama ufikishwi. Na yule bwana ukimwangalia ni amezama, shababi, anaonekana bonge la lijali, lakini ukiniambia masala kama ufiki, ule ni muonekano tu, wala usikutishi. Au umpendi shemeji yangu? Sadiki hicho ninachokwambia. Na sio kama simpendi mume wangu, nampenda sana, tena sana. Lakini mimi nipo hapa aniridhishe kama mkewe. Na mimi nahitaji kuridhika dada. Sijui unanielewa? Mdogo wangu, mimi mbona unanichanganya? Yaani udai talaka kwa sababu tu hajakuridhisha? Mimi mbona inanichanganya na iniingia akilini? Sasa mbona siku zote hizo hukusema? Mwanzo wa ndoa yetu nadhani ulikuwa ni ugeni tu. Nilikuwa navumilia mengi. Lakini sasa hivi naona muda umeenda, nafunguka, haniridhishi. Mimi hapo naona kwa vile ndo mridhishwaji. Mimi siwezi kukuforce. Kama unataka uridhishwe usiridhishwe, lakini mimi naona tu nikajipange upya. Haya mwanangu, karibu. Za huko utoka hapo kwanza. Huko mama, ndo hizo za siku zote. Haya, yamekuwaje tena huko? Mama, uliniambia nimvumilie huyu binti. Kweli nimemvumilia vya kutosha. Ila nilichokuja kukuambia tu mama yangu ni kwamba namtaliki. Kikweli sina njia nyingine ya kufanya. Hivi unajua mwanangu, hakuna kitu Mwenyezi Mungu anakichukia kama talaka? Unakijua hicho? Ila inabidi tu itoke.
nimemvumilia sana, lakini mimi ndo ninaopata kero kila siku. Mwanangu, unajisahau. Umesahau kikupacho utamu na uchungu kitakupa. Kwani mlivuanza si mlianza kwa bashasha? Na leo unaona ndoa imeingia shubiri, si ndio? Kwanza nilipokuambia zungumza naye, ulizungumza naye? Nimezungumza naye, lakini majibu yake. Na nimekuja kukwambia haya mamangu kwa sababu tu usije ukanifikiria kwamba mimi siwezi kukaa na mke. Haya, huyu kakake ushakaa naye ukazungumza naye? Mama, kaka yake niliongea naye. Anasemaje? Na yeye aliniambia nimpe muda. Aliniambia anafanya haya kwa sababu ya utoto. Lakini utoto gani huu kila siku mama? Kiukweli mimi siwezi tena kuishi na mke huyo. Sikiliza mwanangu. Mimi nahitaji unikutanishe na huyo kakake nizungumzie naye. Nina jambo na mimi nitaki nizungumzie na huyo kakake. Na yangu na mimi ya kuongea naye. Huyo unaweza ukakutana naye, lakini sidhani kama itabadilisha chochote mama. Ameamua kujilipua na kumdai talaka mume wake, lakini pia hata mimi nilipomuuliza kanidhirishia kwamba yeye anataka talaka yake. Tatizo ni hili au kuna jingine? Basi na shaka ni jambo hili, sidhani kama kuna lingine. Sasa kwa nini amefanya hivyo? Mke wangu, swali lako ni zuri lakini linanipa wakati mgumu. Ujue unavyoniuliza hivyo ni kama mimi na wewe tuwe ndani ya jela, alafu tuulizane anayepita nje ni nani. Sasa nani atamjibu mwenzake? Basi Mungu, tumia muda wako kumkaa naye ili uweze kuongea naye, ujue nini tatizo. Asije kama ameshawishiwa na vijana. Maana vijana wengi wakishaona mwanamke amestiliwa, amepata stara yake, ndio wanatumia njia hiyo kumshawishi. Mfano mimi hapa mke wako nakutana na changamoto nyingi sana huko mtaani. Hadi wakijua kuwa nimeolewa. Wakati nilipokuwa sijaolewa nilikuwa sisumbuliwi kama ninavyosumbuliwa sasa hivi. Kwaona hivi huenda ukute ameshawishiwa na vijana mume wangu. Ile siku ulipotongoza ningekataa furaha maisha. Sana. Ulibeti vizuri. Unikubali mimi? Ulibeti vizuri sana. Basi poa. Mungu. Kwani umeshamaliza? Si uliniambia bwana, maana na nyinyi mna siku zenu, na kila mwezi mna siku zako. Sasa ni wako jirani. Umemaliza. Afu kuna watu wanaosha vyombo nje. Basi twende chumbani, twende. Mama, nimekuja kuitika wito. Nimepata taarifa kwa mwanao kuwa unaniita. Kwanza karibu mwanangu. Asante sana mama. Nimefurahi kufika. Maana nilikuwa na kiu ya kuonana na wewe. Na sijui kama ulipata taarifa kwamba ndoa ya mdogo wako iko kwenye changamoto. Kuhusu changamoto za mdogo wangu na mume wake nafahamu. Na mimi ndo mtu wa kwanza kupewa taarifa za mdogo wangu kudai kuwa haridhishwi na mume wake. Na baada ya kupata hizo taarifa nilimtafuta mwanao. Nikakaa naye na kuzungumza naye kwa nini mke wake anadai hukuwa haridhishi naye. Na yeye alipata wakati mgumu sana. Ananiambia mimi mbona namridhisha na nampa huduma zote muhimu kama mke wangu na nini. Sasa nikasema mbona hii kauli kwake yeye amechukulia kama ni kauli nzito na ameibeba kwa uzito. Imekuwaje na wewe unasema unamtekelezea kila mahitaji yake, na kwa nini yeye aseme kwamba haridhishwi? Akasema sijui, labda ukae na mdogo wako uzungumze naye. Kwani yeye alivyokuja kukupa hizo taarifa ulimshauri kitu gani? Mwanangu alikuja akanielezea hivyo kwamba mke wake analalamika amridhishi. Niliumia sana kama mzazi. Na ukilinganisha kwamba nikikwambia vaa kiatu changu wewe ndio mzazi, afu unaambia mwanao unamjua nilijali kwamba hamridhishi mke wake, sijui unajisikiaje. Nimeumia. Na mwanangu mimi naamini nilijali kwa sababu hajadondokewa na kitovu mwanangu. Nimemlea kwa mapenzi kabisa na najua mwanangu nilijali. Sasa hili jambo likanichanganya kweli kweli. Nikamwambia, nikamshauri, nikamwambia kana mkeo zungumza naye kwa sababu mkewe bado mdogo yule. Bado ana akili za kitoto. Nikamwambia kana mke wako sasa zungumza naye. Inawezekana akakuelewa. Lakini alivyorudi juzi ananiambia mama, nimekaa na mke wangu nimezungumza naye, hataki kunisikiliza kwa chochote, anadai talaka yake. Nikaona ushakuwa mtihani mwanangu.
tafsiri ya mdogo wangu kutokuridhishwa na mume wake anayo yeye mwenyewe. Lakini pia inanishangaza sana kuona hili jambo analipa uzito zaidi mpaka inafika wakati anadai talaka. Kitu ambacho yani bado ananipa wakati mgumu. Nikamwambia mdogo wangu, unadai talaka kwa jambo hili ama kuna lingine? Akanambia, kaka, toka niolewe siridhishwi na mume wangu. Kuridhishwi vipi wakati huyu mwanaume sio kwamba umekutana naye tu juu kwa juu. Yani umeanza kwenye uhawala naye mpaka akaja akakuoa. Kwa hiyo kutokuridhishwa kwake, yani hili tatizo la kutokukuridhisha wewe linasababishwa na nini? Yani hapa katikati kuna kitu gani ambacho kinafanya asikuridhishe? Hawa watu wanatupa wakati mgumu. Na nafurahi mama usiwe na pressure ukatamani labda uende ukamuone mkweo ama umuite mkweo aje hapo uzungumze naye. Naomba hili uliache hivi. Niachie mimi, muache mtoto wako na mimi nitadili na mdogo wangu ili mradi hili jambo liishe katika mazingira yaliyo salama. Kwa sababu ikitokea wewe unaingilia katikati hasa kwa mkweo kama yule ambaye umri wake ni mdogo, kuna uwezekano kwa kujibu vibaya kutokana na hali anayoipitia sasa hivi. Kwa sababu hatujui kuna nini anachopitia. Ni kweli mwanangu. Unajua jambo hili kwa sababu yeye mtoto anaweza akaongea jambo akanivunjia heshima. Na atakaponivunjia heshima tayari mimi nitakuwa na kinyongo na nitamwekea gilasi. Kumbe bado utoto bado unamsumbua mwingi. Ni hivyo mama. Kwa hiyo mimi nakushukuru. Kama kutakuwa kuna jambo lingine niite tu, mimi nitakuwa nakuja. Basi inshallah mwanangu. Kwa kweli umepajua hapa nyumbani. Ndio. Karibu sana mtoto wangu, wewe ni mmoja wa familia yangu. Basi mimi naomba nyie endeleeni kupambana nalo. Nishirikisheni pale pa kuweza kunishirikisha, mimi nitawashauri pa kuweza kushauri, lakini jambo hili tulitengeneze liimarike. Ni kweli, samani kwa hilo, nilijua nitakuwahi. Hamna shaka. Shida ilikuwa nini? Mimi kaka, lengo la kukuita kwangu nilikuwa naomba umuite mume wangu ongee naye. Ili umuite mshenga na baadhi ya watu ili waje kuwa kama mashahidi ninavyotaka talaka yangu. Lakini mdogo wangu, bado dhamira yako iko pale pale. Ndio, iko pale pale. Na unahisi unachokifanya ni sahihi? Yaani mimi nimwambie mshenga pamoja na mtu mwingine kama shahidi tushuhudie wewe kupewa talaka? Kabisa. Na unafahamu kwamba katika furaha yako kuna mtu anaumia? Kwa upande wangu mimi nahisi nitakuwa na amani. Vizuri. Kwa sasa mimi sina cha kukushauri. Inabidi nifuate unachokihitaji. Lakini pia fahamu kwamba hivi vitu huwa vina rotate, vinajizungusha. Wakati leo unafurahia, itakapotokea umepata madhara, wakati wa kulia usije ukanitafuta. Hapana. Haitojitokeza. Kaka, mshenga pamoja na mume wangu nimewetena hapa kwa lengo moja tu. Nafikiri kaka nishakuletea malalamiko kuhusu mume wangu kwa haniridhishi. Na hiyo yote imekuja kwa sababu moja tu. Mume wangu alinioa kwa mahali ya 300,000. Lakini mpaka sasa hivi amenipa 200,000 tu. Bado namdai 100,000. Na sababu hiyo ndio imenifanya mimi kusema mume wangu haniridhishi. Licha ya kuvaa, kula na mambo mengine anaonifanyia. Mdogo wangu, ina maana vurugu lote ya kusema uridhishwi ni kwa sababu ya hiyo 100,000 iliyobaki? Kabisa kaka. Eti shemeji, hili jambo likoje? Ni kweli. Mke wangu anandai bado mahari yake sijammalizia. Anandai 100,000. Kwa hiyo kilipo 100,000 yako, hizo vurugu za kusema hakuridhishi na mambo mengine vyote vinakwisha. Kabisa. Mimi akinipa tu haki yangu, hizi zote vurugu ambazo zilikuwa naendelea zitaisha kabisa. Mke wangu, hili swala ndo ambalo limesababisha haya majambo yakawa makubwa kiasi hichi? Kabisa. Yeye unataka kuzungumza kitu gani hapo? Ina maana mtu alivyokaa mkula ng'ombe nzima amebakisha tu nki hapo, hiyo 200,000 alokatoa yote hiyo imebaki 100,000 tu, ndio kuleta malalamiko na hiyo? Mshenga, mimi kwa sasa hivi ngoja nisimame kama kaka yake.
ngoja niwe upande wake. Ana kila sababu za kudai hii pesa, kwa sababu sisi wanaume wengi, kutokana na imani yetu ya dini tulionayo, tunapotoa mahali katika kuoa, tunaamini zile pesa tunazobaki katika ahadi zetu hatuzilipi kwa wakati, na ndio vilio vya wamama wengi wanaolewa na sisi kutokana na dini yetu. Hiyo nao ni shida. Huyu ana haki ya kudai. Yaani kuna ile hapa alova kasema huyu nimelielewa, kwa maana kumbe huyu anadai mahali yake kwa haki lilahi. Mnipata uzuri, kwa maana roho ya mtu inapoacha mwili pale atachofanikiwa yeye kumkafini tu, lakini sio kuzikwa. Uwezi kwenda kuzikwa aliyakuwa mkeo anakudai hela ya mahali. Na kama itatokea watu wamegafilika, wewe umeenda kuzikwa, ikifika paradiso muda kufufuliwa, unafufuliwa nzinifu. Akifufuliwa nzinifu, kwa maana hivyo ilikitakiwa mwanamke yoyote uwe na ukweli kutoka moyoni. Kama unampenda mumeo, mkumbushe deni, wakumbushe watu wazima, maana hujui mtu anakufa lini. Anayejua leo hakuna kesho, bila leo hakuna anayejua kesho, hata mtunzi wa kalenda. Kwa maana ukigundua tu kwamba mume wangu unamdai, hiyo ni haki yako. Sasa hilo kumbe unalijua. Sasa afu ulikuwa unamsema huyu. Kwa nini usingemuelekeza huyu? Hapa ndivyo kwa sijaelewa kunitangazia. Hajamtangazia mtu huyu. Mdogo wangu, hizi taarifa simnipa mimi tu? Ndio kaka. Yes, hawezi kutangaza jambo la familia. Labda huyu bwana harusi amekupa wewe taarifa. Je, amefanya vibaya kukuambia wewe? Basi jambo la kumshukuru Mungu, kwa maana unajua shida kama hizi. Usiniambie mimi mwambie bwana harusi mwenye matatizo. Umeelewa kiongozi? Hii shida si ya kwako wewe. Kuna wanaume wengi. Kwa hiyo mke wangu, nikishakupa hiyo pesa hakutokuwa tena na vurugu nyingine. Kabisa. Kila kitu kitakuwa sawa. Basi ni kuahidi mbele ya mshenga na kaka yako, hicho kiasi cha pesa kilichobaki nitakupatia leo hii. Sawa. Mdogo wangu, akishakupa hiyo hela hakuna shida. Hakuna shida kabisa kaka, na kuhakikishia. Kabisa. Kabisa. Kama zamani. Yaani kama zamani. Unakuwa mpya. Kabisa yani. Basi limeisha. Umalize bwana, Mungu afanye upesi. Basi mambo mimi bwana swaibu wako umempata wapi? Mimi nitaongeza mke wa 3 nimtumie huyo. Basi mimi niseme tu, mimi naomba tu niingie ndani na mke wangu. Ingie ndani. Mdogo wangu, kama ni hilo tu mimi naona limeisha. Na nashukuru sana kutuondolea fumbo ambalo ulikuwa umetubebesha. Tulikuwa tupo katika sintofahamu, mimi na huyu bwana. Lakini kwa sababu leo umetufumbulia fumbo, basi inshallah nendeni mkazungumza kiutu uzima. Najua bwana wiki yote sidhani kama aliridhishwa zaidi. Na wewe kiukweli Bwashmegi nilikuwa napata wakati mgumu kwa sababu nampenda sana mke wangu. Mpende mdogo wangu, sio unajua sisi au sio na wengi zetu. Si tumezaliwa na mama yetu na Mungu kaumba. Ni kweli, na ndio maana dadako akiumwa nitakuita shemeji. Sawa. Inshallah. Haya, karibu mwanangu. Leo sijui umekuja na lipi lipya. Maana kila nikikuona mguu wako hapa unajipya. Ni kweli mama, ila leo nimekuja na jambo zuri tu. Kwa kweli mama, siku zote yalokuwa yanafanyika, kwa kweli leo nimejigundua mimi nilikuwa ni mjinga. Haya, ujinga wako nini mwanangu? Lakini yote kwa yote, kwa sasa niko na furaha. Nishirikishe na mimi furaha, na mimi nifurahi mama yako. Kumbe mama, siku zote mke wangu anadai kwamba simridhishi. Ni kwa sababu tu alikuwa bado sijammalizia hela yake ya mahari. Yaani ndo mbwembwe zile zote zile, heka zote zile, ni kwa sababu tu ya hela ambayo ulikuwa hujamalizia mwanangu? Ndio hivyo mama. Hivi unajua umenipa mawazo sana mtoto wangu. Maana nimejiuliza mwanangu, nimekuzaa vizuri, nimekukanda na mafuta ya nazi, hujandokea na kitovu wewe, na kufunga nepi vizuri na chunga uwe mwanangu elijali. Leo mwanamke anasema kumridhishi. Kiukweli hata mimi alikuwa ananipa wakati mgumu sana, lakini kumbe alinipa fumbo ambalo kwamba liligharimu akili yangu. Haya, ameamaliza vipi? Nimemwahidi mbele ya mashahidi. Alikuwepo mshenga wangu yule, kaka yake. Nimemwahidi kwamba
Kabla jua halijazama nitammalizia mahari yake iliyobaki. Haya mwanangu, hicho kiasi cha mahari unakipata wapi? Hali ilivyokuwa ngumu na maisha magumu haya. Haya mwanangu, tuulizane, wewe hela unayo? Mama, nitaipata tu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Mwanangu, mimi sina la kusema. Nakutakia kila laheri. Lakini ukae unajua, ndoa sio lele mama. Ndoa sio mchezo mwanangu. Sijui umenielewa hapo? Ndio maana wanaume nyinyi mmepewa hii hapa koromero hii. Sisi hatuna. Umeshika, hebu angalia hapa. Unaona? Sisi wewe unacho, mimi sina mama yako. Mwenyezi Mungu akutupa sisi, lakini amewapeni nyie muweze kukabiliana na magumu, mazito, milima, mabonde, ndio maana mkapewa. Yaani kila kitu kibaya kizuri kinamna gani mkibebe nyie. Sijui umenielewa mwanangu? Kwa ndoa ni changamoto na mnatakiwa uvumilivu. Nikutoe tu shaka, sitomwacha tena mke wangu. Sasa hizo una raha tena. Ndoa imegeuka kuwa chungwa tena, imetoka kwenye shubiri. Hilo jambo la heri mwanangu. Haya. Jambo la heri hilo, kama mmemaliza salama na umepanga kumpa hela yake, basi umpe kweli hela yake. Maisha mengine yaendelee. Tena ngoja nikaitafute.